Moja kati ya taarifa ambayo ni mbaya kwelikweli kwenye kiwanda cha masumbwi, nazungumzia ngumi. Bondia Hassan Mwakinyo toka jana yuko ndani, na kosa ambalo limempeleka ndani ni kutumia matumizi ya nguvu zake bana. Tunafahamu kuwa Champez ni champion namba 1 Tanzania, lakini pia ana nyota 3 kwenye ngumi. Sasa Hassan Mwakinyo amekutana na balaa baya kwelikweli. Mwaka umekuwa mbaya, na especially huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Toba, lakini Mwakinyo ameamua kuonyesha bana ni jinsi gani apendi masiara kwenye mipaka yake. Story ambayo tumeipata ni story ambayo inasikitisha, lakini pia ni story ambayo inafundisha kwa namna moja ama nyingine. Bondia Hassan Mwakinyo amewekwa ndani kwa kosa la kumpiga kijana ambaye alikuwa anacheza maeneo ya fence yake. Jinsi ya kucheza kwake ndio kumesababisha Mwakinyo ampe adhabu. Kwa story ambayo tumeisikia kwa huyu kijana, anasema alikuwa anapita zake mida alfajiri, alikuwa anaelekea kazini, lakini akakutana na nazi ambazo zipo nje ya senyenge za Hassan Mwakinyo. Sasa zile nazi zilimtamanisha, naye akaziokota kwa sababu aliona ni nazi ambazo hazina mwenyewe. Yeye akaamua kujiongeza, akaona bora azihifadhi tena kipindi hichi cha mwezi mtukufu Ramadhani. Akapata zake pale papa na miogo fulani yenye nazi, na kuwa ni ushindi zaidi. Sasa nazi design kama zimemponza hivi, Mwakinyo akamuita, akamoji, unafanya nini hapo? Akamwambia niko naokota nazi hapa za kwako. Akasema hapana, nimeokota tu sababu naziona zinaambamba. Mwakinyo akasema umeyakanyaga. Hizi ni taarifa na nukuu kutoka kwa muhanga mwenyewe ambaye kwa sasa yupo chini ya uangalizi wa jeshi la polisi, lakini pia anapata matibabu, anaendelea vizuri. Lakini Hassan Mwakinyo yeye ndio yupo lock up sasa hivi, anasubiri kuona nini hatima yake, nini kile ambacho kitatokea. Lakini pia wananchi wa Tanga baadhi ya maeneo wameandamana vikali na kupinga kila alichokifanya Hassan Mwakinyo, na taarifa ambayo nimekupa hapa ndio taarifa ambayo tumeinoti kutoka kwa kijana ambaye amefanyiwa hili tukio. Baba mzazi naye amezungumza kuhusiana na tukio ambalo amefanyiwa mwanae. Anasema hajapenda hata kidogo kuona bondia mkubwa ambaye wanamuaminia kwa upande wa Tanga na peperusha bendera ya taifa anatumia matumizi makubwa ya nguvu, wakati alikuwa na uwezo wa kumshika yule kijana na kumwadabisha tu kawaida sana, au akamchukua akampeleka moja kwa moja kwenye vyombo husika, akapewa adhabu ambayo anastahili. Lakini Hassan kutumia nguvu kiasi kwamba kumpa majeraha makubwa huyu kijana, kwake imemchafulia. So comment ni nyingi, hata mimi nimejaribu kupita kwenye comment na kusikiliza wadau wanasema nini. Wadau design kama wamechukizwa na kitendo alichokifanya bondia wetu huyu Hassan Mwakinyo Champez, na tunafahamu kwenye ringi hajapigana muda mrefu sana. Hii inaweza kumletea Hassan, lakini hapa anafanya taratibu za kuweza kumtafuta manager wa Hassan Mwakinyo ama mtu wa karibu kabisa na Hassan, niweze kufahamu nini ambacho kinaendelea sasa. Kwa sasa hatufahamu Hassan nini ambacho kinaendelea kwa upande wake, lakini kwa dogo ambaye amepata hilo jeraha, tumeona hali yake inaimarika, inakuwa iko sawa, japo amefungwa ogo fulani hivi kwenye mguu wake wa kushoto. Kichwani ana nyuzi nyingi sana. Mwili umeshambuliwa na mbwa ambao anawafuga Hassan Mwakinyo. Unajua jamaa anapenda sana mbwa, usishangae Muislamu, lakini anafuga mbwa. Kila mtu ana taratibu yake maisha. So nitakupa update kupitia Wise Media, nitakujuza mengi ambayo yanaendelea. Mimi naitwa Abouta Park, endelea kubaki na sisi, uzidi kuenjoy, feel good. Mungu ni mwema. Siku hizi tunakula futari na daku kila wakati, au sio? You feel good ka kitaalamu, bango ni nene mzee wangu.